So Saida ni sauti ya kike, alafu mimi ni sauti ya kidume, umeelewa? Yani ni kola kidume, ile ni kola kike. Haujawahi kuwaza kufanya collab naye? Tayari tuna kazi mimi na Saida Karoli. Wow. Mimi na nyimbo inaitwa Rugambo na Saida Karoli. Nina nyimbo inaitwa Utantamisa kama remix na Saida Karoli, na nyimbo inaitwa Omwana. Yani hiyo Omwana ambayo mimi nilifanya THT nikiwa nimevaa nguo hii, nimeirudia na Saida Karoli. Ndio ipo tayari. Na ishapanda nadhani. Okay. Yeah. So kwa hiyo watu ambao wanaona kama vile kuna ushindani, hapana. Kila mmoja yuko kwenye engo zake. Kwanza yule ni mlezi wangu, sasa hawezi kuwa siwezi nikashindana na mlezi. Yeah, nimependa. Kuzungumzia mlezi ni mtu ambaye amenilea tangu najitafuta. Imba hivi, fanya hivi hivyo. Okay. Mimi naweza nikaamini ni mlezi aliyesahihi kwenye upande wa industry ya muziki. Okay. Sasa wewe kama Sunday bwana, kati tunamalizia story zetu, kitu gani unaamini kifanyike hususan nyinyi wasanii wa nyumbani ili waweze mkoa wetu uweze pia kurudi kwenye ramani, kwa sababu sasa hizi tuna ukame, yani wasanii nyumbani hawaimbi sasa hizi. Yani si ndani, lakini sioni watu ambao wanaimba international, yani tuseme labda ndani ya hii Tanzania. Kitu gani unafikiri kinafelishwa muziki usifike pale? Labda na option radio zitakuwa zinakataa kupiga nyimbo zenu, nyinyi wenyewe hamtaki kupeleka hizo nyimbo, au kuna kitu gani ambacho kipo kinasababisha sisi tusisikike tena sehemu husika? Unajua biashara imekuwa na mifumo mingi sana ya hasa kwa upande wa muziki. Mwanzoni watu walikuwa waamini kama unaweza kuwekeza kwenye muziki ukafanya jambo na likawa kubwa zaidi. Sure. Watu wamekuja kubumbuliwa na watu. Lakini wale watu waliowabumbulua watu mpaka leo hapo wanafanya nao huu muziki ambao tunaona ni muziki wa kitaifa, tena umetangaza nchi yetu ya Tanzania. Inawezekana wengine wakawa sio sahihi. Utaki kutumia ile mifumo yao wengine walioitumia. Mimi nahisi unapotaka kufanya kitu chako kiende kwa misingi unayohitaji wewe, lazima uwe na watu walio sahihi kwanza. Wako sahihi kwenye yani kwanza ni fansi wako. Yani mimi hapa nikizungumzia kwamba nampata wapi producer ambaye kwanza anatakiwa ni wa kwangu, yani ajue kabisa huyu mwanamuziki anataka kitu hiki. Director kwamba wewe anataka kitu hiki. DJ pia wa kwangu mimi anatakiwa ajue kabisa huyu mtu anatakiwa ni sukume gurudumu kwa mfumo wa namna hii. Sasa wale watu walio sahihi asilimia kubwa anapokosa mwekezaji tayari hata uwe bora kivipi utaonekana wewe ni bora. Okay. Anapopatikana yule mwekezaji lazima utaonekana ukiwa ni bora. Je, huyu mwekezaji ni sahihi kwako? Hapo ndio shida. Hapo ndio changamoto. Au anataka kukutumia ndivyo sivyo. Okay. Sasa hiyo misingi ya ndivyo sivyo haitakiwi kwenye kusukuma ile gurudumu. Kabisa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwa wakati huu nipo najisukuma na watu walio sahihi, ila atakapopatikana aliye sahihi, unajua wakati wa Mungu uko sahihi, utayaona yale yaliyo bora zaidi. Swali langu, mtu akitaka asimame na wewe, labda mimi nasimama na Sunday. Bwana unajua Sunday yule package ana appearance, anaweza kuimba, anajua kucheza na media, anajua kila kitu. Nataka kusimama naye kumsupport. Aje akiwa anajua atakaa kwenye mifumo yako au atakuja na mifumo yake, au mtajumulisha mifumo miwili kwa ajili ya kutengeneza kitu kimoja? Cha kwanza, hiyo ni sawa sawa mtu anakuambia bwana, unatakiwa usiende kunya chooni, unatakiwa unye hapa baadaye utazoa. Wakati unaona kabisa mbona anachoniambia hiki sio sahihi. Hivi kweli si bora tu niende chooni tu kuliko kufanya kazi mbili wakati yani unajitesa mara mbili. Sio sahihi. Lazima sasa mimi nibebe mawazo yangu mimi. Kwa asilimia kubwa natakia pia anisikilize. Kwa sababu mimi ndio nibebeba bidhaa. Yule tayari anakuwa ni mwekezaji mtia nguvu kwenye mpango. Lakini kuja kuona mpaka hatua hii hapa tayari tumeridhia kufanya kazi, huyu anakuwa ni mtu sahihi. Sure. Kwa hiyo lazima nimsikilize. Yaani tuzungumze, anazungumza, tusikilizane. Hiki hapana, hiki ni sahihi, hiki sio sahihi. Mwisho wake sasa naweza nikatazama kwamba mimi mfano inawezekana kwamba sihitaji kufanya biashara na mtu yeyote ambaye naweza nikaona anashiriki kwenye mifumo ya kishoga. Mfano yani mimi BK Sunday. Na sio mfano ni sahihi kwamba sihitaji kufanya na biashara na mtu yoyote anayeshiriki kwenye mambo ya ushoga. Inawezekana kushiriki mahusiano ya jinsia moja au kinyume na maumbile. Sitaki kufanya naye biashara. Hata wewe labda wewe sio na nani gani. Sasa leo hapo naweza kulazimisha nifanye nayo biashara namna hiyo. Haiwezekani, sio sahihi. Kwa hiyo lazima niwe na uhakika kwamba hiki ndio, hiki sio. Lazima niwe na misingi ya kwamba hao wanafanya nao biashara kusudi na mimi pia na kizazi changu nyuma ambacho lazima kwamba wewe mshua hapa kushiriki hiki. Mshua mifumo hii ilikuwa hitaji.
Kwa hiyo wengi zaidi inawezekana akaona mifumo yangu ni mizito, lakini kama imeendana shughuli na yeye. Yeah. Moja kati ya vitu ambavyo vinawasaidia sana wasanii ni kujielewa pia kwenye mifumo, kwamba bwana, mimi mfumo wangu ni huu na ukija tukae hivi tunaondoka. Usilazimishe kufanya jambo ambalo mimi naona sio sahihi. Mimi nahisi kama maswali yangu kwa leo yanaweza kama yamekomea hapa, lakini kama una jambo ambalo unahisi unaweza kuongea na ndugu zako hapa, lakini pia unaongea na washikaji ambao wanatutizama. Sasa hizi tunaonekana sehemu nyingi sana. Sasa tutegemea radio na TV tu peke yake. Tunategemea mitandao ya kijamii, tunaonekana dunia nzima. So unaweza kuongea nao hapa jambo, lakini kabla hujaongea nao nikupe ongera yako moja kwamba Sunday ndo umenifanya Jay Ladha nimeweza kujua wasanii wengi, dancers na wanaoimba. Si unanielewa? Yaani wengi, na sidhani kama wanaamini wewe ndo umesababisha tumewafahamu. Yaani nikiongea hivyo nafikiri wao wakiona watakuwa wanajua. Hii haiwezi kuendelea mpaka sasa hivi kwamba kuna watu labda unabidi usimame nao pia na wenyewe uwapushi waende. Kwa sasa hivi umekuwa mwenyewe binafsi, yani tuseme hilo. Jay Ladha, unajua umeongea jambo zito, naomba nivue na miwani kwa sababu hili ni jambo ambalo linahitaji ni kila asilimia kubwa watu walijue. Wanasema hata mbuyu pia ulianza kama mchicha. Sasa kuja kuona ule mbuyu kweli umekuwa bonge la mbuyu, ni shughuli na kuwepo. Lazima uhakikishe ile mizizi ikiwa salama, lile gogo lake likiwa salama hadi na matawi hadi matunda. Kwa hiyo mimi naamini kwanza kama Jay Ladha leo hii hapa kaliona hilo, kuna watu ambao nimeanza nao yani hii hatua tukiwa bado wadogo kabisa mpaka tumekuja na nini. Sasa kwenye ukutanisha na watu mbalimbali, hapo nilikuwa nimeshasema utakutana na watu ambao ni sahihi na wengine sio sahihi. Kweli. Lakini ni darasa ambalo ustahili kulichoka. Maana ukishachoka hilo darasa tayari sasa unahitaji kwenda kishenge sasa. Kwa sababu una sherehe 3. Kuna kuzaliwa na kufa. Sasa kwa nini sasa unajizika mapema? Kwa hiyo kadri unavyozidi kupambana, kwa sababu hauko government, hauko Muhimbili, hauko Bugando, wewe unataka yeye kila hatua ambayo ni dua iwe ni kweli ya kukutanisha na watu ambao ni sahihi. Neno kubwa sana. Mimi kwa mtu ambao sio sahihi nisifanye naye. Okay. Kweli. Lakini inawezekana nisimuoneshe kwamba sihitaji kufanya kazi kwa mfumo unaohitaji wewe. Na nikaficha maumivu yangu mengi. Lakini ikifika muda wewe mwenyewe anaona kwamba jamaa kachoka. Jamaa hii anahisi. Kwa hiyo hapo unakutana na maneno, huyu ataongea hivi, ataongea hivi, ataongea hivi. Wewe usisikilize neno la mtu. Wewe pata nafasi ya kuongea na DK Sunday kama hivi tunavyoongea. Kumbe ni kweli. Kumbe sio hivi. Kumbe hivi. Unajifunza mambo mengi kuliko kumsikiliza mtu. Maana mtu mmoja anaweza kuongea neno la uongo, lakini mtu mmoja anasikika na watu 100. Kwa wale 100 wakisikiza neno la uongo sasa na 1000 sio ngapi? Mstiri wa maelfu. Sawa, umenijibu vizuri sana. Sasa hii ngoma yetu waambie watu itapatikana kwenye platform gani? Zungumzia pia swala la platform kwa sasa hivi unapatikanaje, watu wajue kabisa kwamba bwana kumbe tunaweza kumpata hapa. Kwa sasa hivi kuna kitu ambacho ninachokifanya kwamba naweza nikafanya kwamba ni kuvuruga, yani kwamba tunachafua tunafanya ulafu. Ili kusudi leo mtu mwingine anaweza kukutana na page imeandikwa BK Sunday. Lakini akiingia mle atakutana na kitu kweli, iwe Instagram, iwe TikTok, iwe Facebook, YouTube. Atakutana na baadhi ya vitu na account ambayo inayokwenda pia si unaona. Kwa hiyo ndio hivyo. Bila zaidi pia mimi naweza kupatikana kwa namba yangu ya simu ambayo ni 0748 830 113, sipokee rushwa. 0748 830 113. Okay. Kwa hiyo hapo ndio mipango yote ya. Mipango yote iko hapo. Mipango ya nini? Hiyo tu biashara. Neno kubwa sana hili. Bwana mimi nakushukuru sana. Asante kwa time yako. Nafikiri hapa ni kama tumegusa, tutazidi kuzungumza mambo mengi. Na hisi una vitu vingi ambavyo tutakaa tuviongee, lakini wakati ukifika tutavizungumza. Mimi na imani Mungu ndiye mkuu na ni wakati ambao sasa hivi nogenano urara hivi. Basi I enjoy vitu fulani vya kinyumbani. Kuna style mpya huko nimeiona bwana Sunday, style ya kucheza hiyo. Style fulani hivi kama una binua kitu hivi nikasema yes. Sasa
kwa mifumo yetu sisi kama majenero hiyo tunaipataga kwenye kozi zetu za kijenerali. Sisi kama majenero kama marute ukutana na General BK Sande lazima basi hiyo style iwe kwenye kambi zetu. Wala mimi naitwa Jay Waladha Mikandamizo, nifuate katika mitandao yangu yote ya kijamii kwa kuandika Jay Waladha, lakini interview inachafua sehemu zote hii. Utaikuta TikTok, utaikuta Facebook, YouTube, Instagram na kwingine kokote ambako tunaamini hiki kinaweza kufika. Lakini pia niwape shout out kwa ndugu zangu ambao mnatizama na mmeangalia pia mwanzo mwisho kwa kila ambacho mnatamani kumshauri ama kufanya biashara na Sande. Hiyo hapo namba ya simu kaisema, lakini na mitandao yake pia ya kijamii kaisema. So mimi niseme tu tutapiga naye story sana kwa sababu sasa tuko karibu. Hatujapiga story kwa sababu tulikuwa mbali kidogo. Ulikuwa BK, mimi niko huku, kwa hiyo tulikuwa hatuonani. Lakini nikishajua huko sehemu fulani mimi lazima nikumendee tufanye shughuli ya kuzungumza. Sisi ni wazungumzaji bwana, hatuna mengine mjini hapa, tunaongea tu. Wewe mwenye mjini wewe. Asanteni, bye bye bwana. Good time.